Kwa mujibu wa afisa lishe mkoa wa Iringa, amesema kuna mwelekeo chanya kwa hatua ambazo zimechukuliwa na mkoa kupambana na udumavu kwa watoto chini ya miaka 5 tangu kuanza kwa utekelezaji PJT-MAM. Kwanza kabisa tuliamua kufanya tathmini kama mkoa, kujua kiwango cha utapiamlo kwa viashiria hivyo vitatu kama alivyosema imefikia wapi. Kwa ufafanuzi zaidi, afisa lishe Ana Nombo anasema tathmini hiyo ya ndani imeonyesha halmashauri ya Mufindi inaongoza. Tuliona katika wale watoto ambao tuliweza kuwafanyia assessment ambao walikuwa zaidi ya 90,000, kati yao 31% walikuwa wamedumaa. Lakini kiashiria cha uzito pungufu tulipata 5.6%. Na kiashiria cha ukondefu tulipata 3.6%. Kwa katika kiashiria cha udumavu tunaweza tukasema mwelekeo sio mbaya, unaonyesha kwamba kutokana na interventions afua zinazotekelezwa kuna mabadiliko kutoka ile 59 ambayo ni ya kitaifa na assessment ikatuonyesha tuna 31%. Lakini uzito pungufu nayo imeonyesha mwelekeo mzuri. Ile ya kitaifa tulikuwa na 10.7. Lakini assessment tuna 5.6. Lakini ya ukondefu yenyewe imekuja kinyume kidogo. Imepanda kutoka 1.9 mpaka 3.6. Bi Nombo anasema suala la lishe ni mtambuka. Kwa sasa jamii imepata uelewa mpana juu ya umuhimu wa lishe katika kipindi cha utekelezaji wa programu hii. Kila mmoja amejua kwamba yeye pia ana mchango mkubwa katika kupunguza hii changamoto ya lishe. Kwa MAM imekuja kutuweka pamoja na hatimaye imetusaidia kufanya hizi kazi kwa kushirikiana. Uwajibikaji wa pamoja unatajwa kusaidia jitihada za kupunguza tatizo hili la udumavu. Tuna wale wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Katika kipindi hiki pia wamejengewa uwezo au wamekumbushwa namna ya kuwaibua wale watoto, kuwafanyia uchunguzi wa hali ya lishe, lakini akishampata aweze kumuunganisha mara moja na vituo vya kutolea huduma za afya ili mtoto aweze kutibiwa. Kwa hiyo mhudumu akishamuibua atashirikiana na mtendaji wa kata au mwenyekiti wa kijiji katika eneo husika. Katika eneo lao wanaweza kumuunganisha yule mama na huduma au mtoto. Kwa hiyo akishaenda kutibiwa, akirudi kwenye jamii, ni jukumu la mhudumu yule mhudumu wa afya ngazi ya jamii na ofisi ya kijiji au kata kuweza kumfuatilia mtoto. Hakuna anayeachwa katika mapambano haya. Bi Nombo anasema kampeni shirikishi katika masuala ya imani na tamaduni zinafanyika. Kwa hiyo mfano kupitia baraza la ushauri la wazee tuliweza pia kuwajengea uwezo, wakajua ni vitu gani vipo na watusaidie wanapoongea na jamii husika, ikiwemo hiyo unywaji pombe uliokithiri. Lakini pia kuna swala hili la Iringa, kina mama wamegundulika wana kazi mbili. Ana kazi ya malezi ya mtoto, matunzo ya mtoto, lakini ana kazi ya uzalishaji. Kwa hiyo kazi ile ya uzalishaji umekuta inamsababishia asiweze kutekeleza majukumu yake ya matunzo ya watoto ipasavyo. Kuhusu utengaji na utolewaji wa bajeti kwa utekelezaji wa afua ya lishe, Nombo anasema halmashauri zote zimevuka kiwango cha utengaji wa bajeti. Mfano bajeti ya 25-26, 80% ya fedha iliyotengwa ilitolewa na kutumika katika utekelezaji. Kwa sababu kama utakumbuka tuna ule mkataba wa lishe ambao ulisainiwa na Mheshimiwa Rais. Mmoja ya kiashiria kilichopo kwenye ule mkataba ni utengaji na utoaji fedha kwa ajili ya shughuli za lishe. Kwa hiyo katika halmashauri walipewa watenge kima cha chini cha shilingi 1,000 kwa kila mtoto chini ya miaka 5. Kwa kupitia hilo kwa bajeti tu ya mwaka huu tunaoendelea nayo, halmashauri iliyotenga kima cha chini, yani wote wamevuka 1,000 ya serikali, lakini mwenye ndogo kabisa ana shilingi 2,000. Takwimu za mkoa zinaonyesha 16% tu ya watoto hapa Iringa wenye umri wa kupewa chakula cha nyongeza ndio wanapewa mlo sahihi na mchanganyiko sahihi. Tumegundua kwamba watoto wengi Iringa wakishamaliza chanjo, yani ile mwaka 1.5, kina mama wana relax, hawapeleki tena watoto kliniki, na ndipo hapo
watoto wengi wanaanza kupata changamoto za lishe. Lakini pia tunapoanza kile chakula cha nyongeza miezi 6, na yenyewe ndio window, tunasema ni kipindi ambacho watoto wengi pia wanaanza kupata changamoto. Kwa nini? Kwa sababu hawapati chakula stahiki. Lakini je, kuna mpango wowote endelevu katika jitihada hizi baada ya PJT Mom? Tukiangalia kwenye changamoto tulizonazo sisi, kubwa ni kina mama kukosa muda sahihi wa kutunza watoto, kwa sababu kutokana na shughuli walizonazo, na hatuwezi kumzuia mama kufanya shughuli kwa sababu ndio inamuingizia kipato. Kwa kama serikali, kikubwa mkazo upo kwenye kuimarisha vituo vya jamii vya malezi ya watoto. Shukran sana kwa mtandao wa maendeleo ya awali ya mtoto Tanzania TECDEN kwa mashirikiano na IDYDC, UTPC, CIC kupitia mradi wa Mtoto Kwanza kuwezesha makala hii. Hii ni Makutano TV.